Uadilifu ni hali ya kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Ndio maana ya uadilifu. Unakuwa na nidhamu ya hali ya juu. Nidhamu ya hali ya juu ambayo hata kila mtu anaona kwa kweli huyo ana nidhamu. Uadilifu. Kwa hiyo misingi ya maadili ni hali ya uadilifu. Kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Nidhamu ya hali ya juu. Ndio misingi ya maadili. Nidhamu ya hali ya juu. Heshima. Nidhamu ya hali ya juu. Tunatamani kuwa na vijana waadilifu. Wanakuwa na heshima. Wanakuwa na nidhamu ya hali ya juu. Kijana asiyependa fujo, hapendi kelele, hapendi furugu, hapendi kujibishana na watu wanayemzidi umri. Anawatii wazazi wake, anawaheshimu. Uadilifu hiyo, nidhamu. Anawatii. Hana majibu ya hovyo. Huwezi kumjibu mtu ambaye amekuzidi umri. Ni hatari sana hiyo. Hiyo ni kukosa uadilifu. Unapanga majibu ya maneno. Hebu rudia mstari wa 3 katika kitabu cha Sulemani. Soma kama ilivyoandikwa. Kufundishwa matendo ya busara katika haki na hukumu na adili. Ndio, mstari wa 2. Mstari wa 2. Kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu. Hiyo, kutambua maneno ya nini jamani? Ya ufahamu. Uadili pia inayopanga maneno ya ufahamu. Maneno ya kujibu, maneno ya kuelezea, maneno ya kusema na mengine si ya kusema. Inajenga maneno ya ufahamu. Katika kusanyiko la watu, hata katika kutaniko la watu, kuna maneno ya kusema na kuna maneno ambayo si ya kusema pia. Si sawa jamani? Kwa maadili na uadilifu humjengea mtu maneno ya ufahamu. Haya mambo unaelezea wapi, kwa wakati upi, kwa akina nani? Sio unaropoka tu. Maadili hujenga maneno ya ufahamu. Na haya ndiyo nayesema kwamba ndani yake kuna adabu. Uadilifu ni adabu, hali ya nidhamu ya hali ya juu na heshima ya hali ya juu. Hata yale ambayo unayasema, unasema wapi? Unaongea na nani? Unapaswa kuongea naye vipi? Kwa mfano, kijana anaongea na baba yake. Unapaswa kuongea na baba vipi? Huyo kwako ni baba. Una maneno gani ya kuongea na baba? Kwa watu ambayo hata maneno ya kuongea na wazazi hawana. Anaongea na mzazi, utafikiri kaka yake, utafikiri mdogo wake. Mambo ya ajabu sana. Kukosa adabu, kukosa maadili, kukosa uadilifu. Unaongeaje na mzazi? Huyo ni mzazi wako. Unaongea naye vipi? Unaongeaje na mchungaji wako? Kama nilivyozungumza asubuhi. Unaongeaje na shemasi wako? Unaongeaje na kiongozi wako wa kwaya? Unamjibuje? Maadili hujenga maneno ya ufahamu. Na unapozungumza maneno, lazima ufahamu unaongea na nani, hata rika unayoongea nao ni rika gani, napaswa kuongea maneno yapi na yapi
ni katazo, siwezi kuzungumza. Yako mambo ambayo mtu akiongea watu wanashangaa. Hapaswi kuongea hapo. Si muda wake wa kusema hayo. Si eneo lake la kusemea hayo. Lakini mpokeaji ambaye hana maadili anaongea tu. Hana rika. Hana eneo. Huyo mtu tunamuita hana nini? Hana adabu. Hana nini jamani? Hana adabu. Na kukosa adabu maana yake ni kukosa maadili. Sasa imetembea sana hiyo, huyo hajafundisha maadili nyumbani kwao. Wazazi leo tunatukanwa sana. Sana. Sana sana. Mtoto anaharibu anayetokana na nani? Mzazi. Hajafundisha maadili. Hivi kweli kuna mzazi ambaye hafundishaje maadili duniani? Kweli? Sitakuza kichaa au mlevi. Ni nani anayependa mtoto wake afanye vibaya? Nani anapenda? Hapana. Ndio haya ambayo nimezungumza kwamba kweli dunia yenyewe hali ya kizazi kimeharibika. Na ukijua kwamba kimeharibika, tabia inafanana. Utafikiri amezaliwa na mwanamke mmoja. Tabia zinafanana kabisa leo. Ni hali ya kizazi, maanguko ya maadili. Si kwamba wazazi wafundisha. Wazazi wanaonya kweli na wanaelekeza kweli, lakini unaongea kama cherehani yanaachwa hapa. Tunahubiri toba, tunahubiri ujazo wa Roho Mtakatifu. Hata vijana kesho wanasoma Roho Mtakatifu. Mnahubiriwa kujaza Roho Mtakatifu. Nani leo anatafuta Roho Mtakatifu? Nani anajaza Roho Mtakatifu leo? Mtasema wachungaji hawafundishi. Ni kweli wachungaji hawafundishi Roho Mtakatifu. Kwa misingi ya kupenda kosa ni kujaa Roho Mtakatifu. Lakini mnayatafuta haya. Na sisi tumefanana na wale wazazi wanaotukana. Na ndivyo ilivyo, mnaimba kanisani, mnafanya huduma kanisani, mkitoka nje mambo mnayofanya ni tofauti na yale mnayofanya ndani. Na watu wa nje wanatukana. Kanisa gani hili anayesali mtu huyu? Mungu ataponya watu wa Mungu. Vijana mpo. Maadili. Mshike mazako kwa naambia maadili. Maadili itajenga maisha yako. Itajenga ndoa yako. Itajenga maisha yako na watoto wako. Hata kama hujapata, Mungu atakupa. Bila maadili wale watoto huwezi kuwajengea chochote. Maadili ndio yanajenga Ukristo wako. Ndio yanajenga imani yako. Ndio yanajenga maisha yako. Ndio inayoonyesha jinsi ulivyo. Jamani, mtu huwa anaonekana kwa maadili. Sura yako ya nje hutambulishwa na maadili. Maadili itakutambulisha jinsi ulivyo, kwamba uko sawa au hauko sawa. Maneno ya kinywa chako inakutambulisha kwamba wewe mtu ni wa aina gani. Maneno tu. Mungu awaponye vijana. Mungu awaponye vijana. Shikeni maadili. Hii ndiyo inayojenga uadilifu. Lakini katika misingi ya maadili pia tunapata kitu kinaitwa huruma. Maadili inatusaidia kutupa neno huruma. Huruma, kuhurumia wengine. Kuhurumia wengine. Maadili, si ya maadili hujenga uadilifu, lakini pia hujenga huruma. Kuwahurumia watu wengine. Unawahurumia ndugu zako. Unawahurumia vijana wenzako.
unawahurumia wazazi wako, unawahurumia waimbaji wenzako, unasikia kuhurumia. Leo ukipanda basi, vijana wamekaa, mzee wa miaka 80 atasimama kushika nini? Bomba ya gari. Ukimguza nakwambia nimelipia siti. Jamani, haya yapo hayapo? Nimelipia nini? Hujalipia siti, umelipia maisha yako. Mimi nasema hivyo, una adabu. Na watu wote kwenye basi kama wako 300 wanajua huna adabu. Kwa hiyo umelipia nini? Hujalipia siti. Umejidhihirisha jinsi ulivyo. Huna huruma. Hata ile mzee atadondoka, huna huruma. Yuko mama anabeba mtoto mgongoni, amenang'ania bomba kwenye basi, wewe umekaa chini. Huna huruma hata kama atadondoka. Na wengine wanaenda mbali zaidi. Hata wazazi wao, baba amebeba kitu chochote mkononi, iwe mkoba, iwe chochote, anamwangalia hata kumpokea. Au tena wanaenda mbali, wengine wanatembea naye. Baba amebeba nini? Yeye hana chochote. Nani baba kati ya yeye na? Wewe kuona haya? Unajua kuona haya? Chochote mzazi anabeba, yeye hata kumpokea. Hamna. Anamuona kama mtu fulani tu. Kama mtu fulani tu. Hana huruma. Vijana wa kiume, sio sasa anabeba fimbo anachunga, lakini ninyi mmekaa mitaani. Mwambie rafiki yako, hiyo ni kweli sio kweli? Na unafurahia kweli? Unatoa meno yote 30? La. Mzee wa watu amefukiwa fumbi, ameenda kujesha endeshi. Fumbi, akirudi hutatambua sura yake. Kijana yuko amepiga maji yake. La. Siku hizo kufaa anasema amelamba. Amefanyaje? Jamani, haya yapo hayapo? Mwambie rafiki yako kama upo utubu leo kwa jina la Yesu. Hakuko na maadili. Huna huruma hata kwa mzazi wako. Watoto wa kike ndio balaa. Wabeba kuni ya kina mama. Tena mbaya zaidi, anatoka kwenye mazoezi ya kwaya, mama anahangaika jikoni, anamwangalia malizia kupika. Akimaliza wa kwanza kula ni yeye. Tena analalamika mboga hii si sawa leo. Akina mama nayo wameridhika na hali zao. Ningekuwa mimi ningemlamba kofi kidogo. Ameridhika. Samahani mwanangu. Samahani, huyu ni wa samahani huyu. Hana adabu. Kisa na yeye amelamba, maana anatoka Japaya, hawezi kwenda jikoni eti. Amelamba sio. Sasa ukabadilishe.